Bwana Hussein, karibu. Mpenzi mtazamaji wa Darajani anataka kujua leo mlikuwa na kikao cha kamati kuu, ni nini hasa mmezungumza kuhusiana na swala la chama cha waigizaji Tanzania? Kwa majina kwanza naitwa Hussein Rashid Kindahile. Mimi ni mjumbe wa chama cha waigizaji mkoa wa Dar es Salaam. Leo tulikuwa kwenye mkutano mkuu wa dharura baada ya kuona mambo mengi ambayo yanaingiliana yanakwenda tofauti katika chama chetu na taarifa kuwa tofauti kutoka chama cha waigizaji taifa. Tumeona leo tukutane kama chama cha waigizaji mkoa wa Dar es Salaam tuweze kuzungumza yale ambayo yatakwenda kukiamsha chama na kwenda kukipa uhai na yanayokwenda kutusaidia sisi kama viongozi kwa wanachama wetu. Umelipokeaje swala la mwenyekiti wa mkoa kusimamishwa? Kwa taarifa iliyokuja, mwenyekiti wa chama cha waigizaji mkoa wa Dar es Salaam kusimamishwa na vifungu ambavyo vimewekwa pale kwenye kwa sababu unapomsimamisha kiongozi yoyote lazima utuambie kosa lake, lakini pia lazima utuambie kifungu gani ambacho kimetumika kumsimamisha kiongozi huyo. Kwa mujibu wa chama cha waigizaji taifa ambaye kiongozi wake mwenyekiti wetu Chiki na mheshimu sana, lakini kuna namna kiongozi wetu amekengeuka katika hili. Kiongozi amemsimamisha mwenyekiti wa chama cha taifa ambaye ni mwenyekiti wangu, mimi ni mjumbe ambaye nilichaguliwa naye. Amemsimamisha kwa rasimu ya katiba ambaye rasimu hiyo imetengenezwa mwaka 2021 na rasimu hiyo bado haijasajiliwa na bodi, kwa sababu chama chetu cha waigizaji taifa kama TDFA kinasajiliwa na bodi ya filamu Tanzania. Kwa hiyo ile rasimu haijasajiliwa bado, na yeye ametumia hiyo rasimu ambayo yeye ndo anaitengeneza, ametumia kumsimamisha mwenyekiti wetu wa chama cha waigizaji mkoa wa Dar es Salaam. Pia hata kama angekuwa kwamba hiyo rasimu imeshasajiliwa kisheria na utaratibu, huyo mwenyekiti amechaguliwa na viongozi na wanachama na viongozi wa wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo ilitakiwa kama kuna namna yoyote anatakiwa kusimamishwa, basi huu mkutano mkuu wa leo ndio ungekuwa na hiyo mandate ya kumsimamisha, lakini sio yeye moja kwa moja kutoka kule juu. Tunahofia sana kama tutakuwa kuna uwezekano design hiyo kiongozi wa juu anaweza tu moja kwa moja kumsimamisha kiongozi wa chini bila utaratibu. Hii inatupa hofu sana, ndio maana tumeamua kuwa na mkutano mkuu ili tuweze kujadili haya. Sasa kwa wanachama ambao mnawaongoza kwenye wilaya, unawaambia nini au unawapa taarifa ipi ambayo leo mmeadhimia kutoka kwenye mkutano mkuu? Kwanza kuna romance zingine zimeendelea. Kuna namna tena mwenyekiti wangu Chiki, mwenyekiti wa taifa mkoa wa Dar es Salaam, mwenyekiti wangu wa taifa Tanzania, kama narudia kusema na mheshimu kwa sababu ndio mwenyekiti wangu. Lakini kuna vitu vingine tena ameamua kuvifanya kwenda kwa wanachama. Ametoa maamuzi ya kwamba sasa kuanzia sasa hivi wanachama wote wanafutwa na wanachama watakuwa wanapata usajili upya taifa, lakini kila mwanachama atatakiwa alipe elfu 30,000 kwa mwaka baada ya kulipa shilingi 12,000 ambayo ilikuwa nalipwa kwa mwaka. Sasa hiki kitu pia amekiamua yeye, na baada ya kukiamua amekwenda kuweka kwenye magrupu moja kwa moja ya wanachama, kitu ambacho kiuhalisia na chenyewe amekosea mwenyekiti wangu. Haikutakiwa yeye afanye maamuzi ya peke yake alafu aweke kwenye moja kwa moja taarifa kwa wanachama. Angetakiwa ashushe kwa ngazi mpaka iwafikie wanachama. Lakini kwa maazimio ambayo tumekuwa naye leo sasa kupitia wilaya zote za mkoa wa Dar es Salaam, sisi kwetu bado tunatambua wanachama wapo, na sio kwamba wanachama wamefutwa kama anavyosema yeye. Bado wanachama wanaendelea kuwepo, na wanachama hao ambao bado wapo tunahitaji wanachama wetu wa mkoa wa Dar es Salaam watusikilize. Sisi ndio viongozi wao na wao ndio waliotuchagua na wao ndio wana mandate ya kuweza kutoa kupitia mkutano mkuu huu ambao tumeufanya leo. Tunaambia wanachama, sisi bado viongozi wenu na nyinyi bado mnatakiwa kuendelea kulipa ada kwa kupitia katiba ya 2020 ambayo ndio ilituingiza madarakani. Ile katiba inakuhitaji mwanachama alipe ada 12,000 na kila mwezi 1,000 ili aweze kuwa mwanachama hai. Hatuwezi
kwenda na rasimu ya katiba, na wakati bado haina usajili kutoka bodi ya filamu. Kwa hiyo tunawaomba wanachama watusikilize, tunaomba wanachama waelewe kwamba sisi viongozi wao tupo na wanachama wao bado upo, na tunawaomba waendelee kulipa ada kwa viongozi wa wilaya kama ilivyokuwa kwenye katiba ambayo imetuingiza madarakani, tukiwa tunasubiri kama atataka kweli rasimu hiyo ya katiba ifanye kazi, basi afanye huo utaratibu wa kuishusha hiyo rasimu kwa viongozi na wanachama wa chini waweze kuichangia ili irudi juu na kuweza kusajiliwa na wao waweze ipate kibali cha kuweza kutumika. Ningependa kujua mtazamo wako wewe ni upi, maana chama cha TDFA Tanzania kinagombaniwa na wasanii ambao tayari wana majina na wasanii ambao hawana majina. Wewe mtazamo wako ni nini unafikiri kifanyike? Kwa upande wangu ninachokiona hapa ni kwamba kama tutakuwa tunakwenda kwa namna hiyo, basi tutaweza kufanikiwa. Tunaomba wasanii wote kwa ujumla tuwe kitu kimoja. Kuna siku wakati tunachaguliwa niliwahi kuwaambia watu ya kwamba kama tunahitaji kufanikiwa katika maisha yetu, katika chama chetu, katika sanaa yetu, basi tuwe na ushirikiano kama tunavyoiona timu ya mpira. Timu ya mpira itakapofungwa, kiongozi anaumia, mchezaji anaumia, kocha anaumia na mashabiki pia wanaumia. Kwa hiyo mtazamo wangu, tuendelee kufanya kazi kwa umoja. Nyumba isiyokuwa na umoja basi kwa vyovyote kabisa baraka inaondoka katika nyumba hiyo. Na sisi tutakapoendelea kutokuwa na umoja na kuendelea kuwa na marumbano baina ya wasanii viongozi kwa viongozi, wasanii wakubwa kwa wadogo, hii itatuletea shida na baraka itaondoka kwenye chama chetu, na mwisho wa siku tutashindwa kufanikiwa na kufika pale tunapohitaji kufika. Neno lako la mwisho kwa wanachama na wapenzi wa waigizaji Tanzania unawaambia nini? Cha kwanza naomba nitoe neno kwanza kwa mwenyekiti wangu Chiki Mchoma. Mwenyekiti, na kuomba ni uelewe kitu kimoja. Kuwa kiongozi haina maana ya kwamba wewe una akili kuliko watu wote ambao unawaongoza. Kuwa kiongozi, unachaguliwa wewe uwe kiongozi, ni kwa sababu tu tulivyokuwa wengi hatuwezi wote kuwa viongozi. Tunatakiwa tumpate mmoja ambaye tutamuuliza mambo yetu, tutampa shida zetu azipeleke sehemu husika. Sasa unapofika hatua unavyokuwa kiongozi, usiamini kabisa ya kwamba wewe sasa ndio una akili kuliko watu wote wale ambao unawaongoza. Lakini cha pili ninachokuambia kiongozi wangu Chiki Mchoma, kuwa kiongozi ni jambo moja, lakini kuwa kiongozi bora ni jambo jingine kabisa. Kiongozi bora sio tu kiongozi aliyokaa mbele ya kundi la watu na watu akawaambia kitu hao watu na watu wakamsikiliza. Kuwa kiongozi bora ni yule kiongozi ambaye atakuwa anaweza kuwaongoza watu na kuwafikisha sehemu salama kabisa ambayo wamekusudia kuifika. Sasa ukitaka kujipima kama wewe ni kiongozi wa aina gani, basi jipime kwenye yale ambayo tumeazimia mara zote wakati wote ambao tumeanza tangia tuanze kuchaguliwa mpaka hapa. Ni wapi watu tumewatoa na wapi watu tumewafikisha, ili ujione nafasi yako na uweze kujitathmini kuona wewe ni kiongozi wa aina gani. Na kuomba sana kiongozi wangu, kiongozi bora ni yule anaweza kujitathmini mwenyewe. Lakini kiongozi bora ni yule ambaye anaweza kutuongoza na anaijua njia ambayo kutufikisha sehemu tunataka kufika, sehemu salama. Lakini nimalizie kwa wapenzi wa sanaa wote ambao tukisema wapenzi maana yake hata wale watazamaji wetu nani wapenzi wa sanaa. Tasnia sanaa ni tasnia ambayo inajielewa, inajitambua na ina watu mahiri na weredi. Hata kama kuna changamoto 1, 2, 3 za viongozi kwa kukosa weredi katika mambo yao, lakini naamini wapo watu weredi katika chama chetu cha tasnia hii ya sanaa ambao wana uwezo kutuongoza vizuri, na tunaweza tukafanya vizuri ili kuweza kufikia pale ambapo tunapahitaji, na nyinyi muweze kupata burudani ambayo mnaikusudia kwenye chama, kwenye TV zenu, kwenye simu zenu, ili muweze kutuangalia. Cha mwisho kabisa kwa umuhimu, na pia tunawaomba viongozi wasanii wakubwa. Kuna namna wasanii wetu ambao wameshakuwa mastaa, kuna namna wanakidharau hiki chama, lakini hiki ndio connection, hiki ndio kiunganishi cha baina ya sisi wasanii pamoja na serikali. Kama kuna namna tutakidharau hiki chama, tutashindwa kusimama na kukiongoza vizuri, basi tuamini kwamba ipo siku hata hao viongozi wa serikali watakiona hiki kitu hakina maana. Baba anayedharau nyumba yake au na watoto wake, usitegemee jirani atakuja kuheshimu nyumba hiyo. Tunaomba wasanii wakubwa wenye majina ambao wana weledi, ambao wana uwezo wa kusimamia hiki chama na kuweza kukifikisha pale panapostahili, wasikae nyuma. Hususan mimi naweza nikamtaja mtu mmoja kama kaka yetu Steve Nyerere.
Steve Nyerere ni mtu ambaye ameshakuwa viongozi kwenye taasisi tofauti tofauti, tayari ni mtu anaaminika, ni mtu ambaye hatakiwi kabisa kukaa pembeni. Huyo nimemtaja tu mmoja, sina maana kuna baadhi ya wasanii wengine hawafai, lakini nimemtaja tu mtu mmoja na wengine wapo ambao wanafaa. Wote mnaojitambua kama wasanii mastaa wote kwa ujumla wenu, wapo watu wereji hapo, naamini mna uwezo wa kusimamia hii taasisi na kufikisha sehemu ambayo tunastahili kufika, kwa sababu tayari nyinyi mna uwezo wa kuongoza. Kuliko hivi unachagulika kiongozi, alafu kiongozi anakosa weledi, mwisho wa siku anakwenda kutufanya watu wote tuonekane hatuna maana kwa sababu ya mtu mmoja. Tunaomba msikae nyuma wa mastaa, uingie katika chama chenu cha TDFA ili kiweze kutusaidia na tuweze kutusaidia na kutuongoza vizuri na kuwaweka watu pamoja, ili tukiwa pamoja tunaamini tutapata baraka ya Mungu na sisi tunaweza tukafanikiwa. Asante sana.